Mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yetu Kilimo Hub Technologies. Kilimo Hub Technologies imekuwa jirani na wewe mkulima wa mazao mbalimbali, hasa kwa wakulima wa zao la alizeti. Leo tupo kijiji cha Chingurubira, kata ya Nambula, wilayani Bunda, mkoa wa Mara. Tumekuja kwa mkulima huyu mkulima tumekuwa naye tangu mwanzo kipindi anaandaa shamba. Baada ya kuandaa shamba, wakati wa kulima, wakati wa kupanda na uchaguzi wa mbolea, uchaguzi wa mbegu na vitu vingine muhimu ambavyo vinahitajika katika kilimo cha alizeti. Kwa hiyo kutokana na ushauri kutokana na kufuata ushauri unaotolewa na Kilimo Hub Technologies, ndio maana unaona alizeti imefikia hapo. Na leo tumefika kwake kwa sababu ametupigia simu na kutuambia ana changamoto ambapo alizeti inanyauka moja moja kwenye kila shina. Kwa hiyo tumefika na kuona ni kweli alizeti inanyauka shina moja moja, na ni kweli hii ni changamoto kwa sababu inapunguza idadi ya miche shambani. Kwa hiyo ndio maana tumeona kupitia shamba hili, kupitia mkulima huyu tuwaeleze na watu wengine wakulima wa alizeti ili waweze kujifunza zaidi na kujua changamoto na namna ya kuidhibiti hii changamoto ya kuoza kwa shina na kichwa cha alizeti. Huu ni ugonjwa ambao unasababishwa na fungus, na ndio maana unaona hii alizeti ambayo imenyauka, utakuta kuna uyoga huku chini kama uyoga. Kwa hiyo hii ni dhahiri kwamba inasababishwa na fungus. Lakini hii inaanza tu pale alizeti inapokuwa na mwezi mmoja, unaanza kuona changamoto kama hii, na hii inaenda mpaka alizeti inapokuwa imeenda kutoa kichwa. Utashangaa inaoza kabisa, kichwa kinaoza na mizizi huku inaoza. Hii kwa nini inaoza? Ni kwa sababu kama unavyoona hapa imeshakata mawasiliano, na maana hii ngozi tayari imeshatoka, na hii ngozi ndio inayosafirisha maji kutoka chini kwenda huku, maji na virutubisho. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ngozi hapa imeoza na shina lote limeoza, ina maana maji hayawezi kutoka huku chini kwenye mizizi, hayawezi kuvutwa na mizizi maji na virutubisho kuja huku juu. Kwa hiyo sasa lazima shina liweze kunyauka. Kwa hiyo ugonjwa huu ni hatari sana kwa mkulima ambaye amewekeza kwenye zao la alizeti, na hii inaweza ikasababisha hasara ya hadi 30%, kwa sababu miche yote inakuwa imekauka na kupunguza idadi ya miche shambani. Kama nilivyokwisha kusema kwenye video zilizopita, ili uweze kupata mazao bora lazima upande mbegu ambazo zina uwezo wa kukinzana na haya magonjwa. Lakini uweze kupanda kwa mistari. Kupanda kwa mistari kuna faida kubwa. Kwanza, unakuwa na idadi halisi ya miche shambani, kwa maana ya kwamba ukipanda sentimita 60 kwa 30 kwenye ekari moja ya mita square 4000, yani mita 100 kwa 40, unaweza ukawa na miche 23,333. Hiyo miche 23,333 ndio itakayokupa gunia 24 au tani 1.2, yani kilo 1200 kwa eka moja. Lakini kama hujazingatia hizo nafasi, hauwezi ukapata. Kwa mfano, mkulima huyu amepanda kutoka hapa mpaka hapa, na maana hapa uwazi huu hakuna miche. Huyu mkulima akipanda mbegu ambayo inatoa gunia 20, akija kuvuna akapata gunia 15 au 10, ataanza kulaumu mbegu. Kumbe yeye ndo chanzo, kwa sababu tunashauri mbegu ikishaota uweze kurudishia ili uwe na idadi halisi ya miche shambani. Kitu kingine ambacho tunatakiwa kufanya ni udhibiti wa magugu. Natakiwa tupalilie mapema, kwa sababu magugu yanagombania chakula na zao husika. Lakini magugu yenyewe huwa yanajianzisha haraka na yanakuwa kwa kasi, kwa sababu yenyewe yako mengi, kwa sababu mbegu zake zinakuwa ziko nyingi. Hayo ni baadhi ya matatizo ambayo yanasababisha yashushe kiwango cha mavuno shambani. Lakini kitu kingine ni kuweka mbolea. Mbolea ni muhimu sana. Tunazo mbolea za kupandia, tunayo DAP, tunayo microbe ya kupandia, tunayo fomi otesha, tunayo alamila otesha, ziko nyingi. Kwa kifupi ni zile mbolea zenye kiwango kikubwa cha phosphorus ambazo zinafaa kupandia.
lakini lazima tuweke mbolea pia ya kukuzia. Mbolea ya kukuzia kwenye alizeti nzuri kabisa tunaweka ya Labella Sulfan, lakini tunaweka SA. Unaweza ukawa na ya Labella Sulfan ukaweka, au SA na yenyewe ukaweka sulfate of ammonia. Kwa nini tunapendekeza uweke hizi kwenye kukuzia alizeti? Hizi zina kiwango kikubwa cha sulfa, na sulfa ndiyo kirutubisho pekee ambacho kinafanya mbegu ya alizeti iwe na mafuta mengi. Kwa hiyo tunashauri uweke mbolea, lakini kitu cha mwisho kabisa ambacho kinashusha kiwango cha mavuno ni udhibiti wa magonjwa na wadudu. Kama unavyoona mkulima huyu amejitahidi kudhibiti wadudu, ndio maana unaona alizeti iko vizuri, majani yako vizuri, hayajatobolewa hata kidogo. Lakini alichofeli huyu mkulima ni kutokupiga dawa za ukungu, na ndiyo maana huu ugonjwa umetokea. Huu ugonjwa unasababishwa na fungus. Kwa hiyo wewe mkulima wa alizeti unatakiwa uwe unapulizia dawa za ukungu kila baada ya siku 7 hadi 14, inategemeana na maelekezo ya mtengenezaji. Kwa maana ya kwamba kuna dawa zingine ambazo zinakuelekeza upulizie kila baada ya siku 7, lakini kuna dawa zingine ambazo zinakuelekeza upige kila baada ya siku 14. Kwa hiyo ni vizuri kufata maelekezo ya mtengenezaji, lakini vile ni vizuri kufata dozi ambayo iko pale, ambayo yani kiwango cha kipimo ambacho kipo pale inabidi kukifata. Lakini cha muhimu zaidi, unapoenda kununua dawa ni vizuri kuangalia mwisho wa matumizi wa ile dawa. Usipulizie tu dawa ambayo muda wake wa matumizi umeshaisha. Ni vizuri kuangalia ili kusudi uweze kupulizia dawa ambayo iko sahihi na ikuletee matokeo sahihi, ili uweze kuona tija pesa yako. Kwa hayo mengi tuliyozungumza na mengine mengi ambayo yanakuja, ni vizuri kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunayo YouTube channel inaitwa Kilimo Hub Technologies, lakini hata Instagram Kilimo Hub Technologies, TikTok pia Kilimo Hub Technologies, Facebook Kilimo Hub Technologies, na kuna LinkedIn Kilimo Hub Technologies, lakini hata WhatsApp pia tunapatikana kwa simu namba 0786 222 749. Hiyo ni WhatsApp business, lakini tuna 0622 98 58 81, na sisi tuko tayari kukuhudumia, na hiyo pia inapatikana WhatsApp. Karibuni sana.